sauti ya upepo airinga na itala huzuni, iringa baridi kangilonga kumenuna. Neema, roho yako ipumzike. Watu walimwita mlevi, walimcheka ofisini, lakini hakuna aliyejua kuwa kila funda la pombe lilikuwa ni dawa ya ganzi ya kidonda kinachovuja usaha moyoni. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Leo ninakuletea hadithi ya kusisimua na yenye mafunzo mazito. Hadithi ya mwanamke aliyepambana na kivuli cha utajiri. Karibuni kwenye Kivuli cha Dhahabu, sura ya 5. Mapambano ya damu na huruma ya ghafula. Mvua nyepesi ya baridi ilikuwa ikinyesha hapa Iringa. Ile aina ya mvua inayopenya hadi kwenye mifupa. Nilikuwa nimeketi kando ya kitanda cha Neema katika hospitali moja ndogo hapa mjini, ambapo alikuwa amelazwa baada ya kuzimia ofisini kwa mara ya 3 ndani ya mwezi mmoja. Harufu ya dawa za hospitali ilikuwa imechanganyika na harufu hafifu ya pombe ambayo bado ilikuwa inatoka kwenye vinyweleo vya ngozi yake. Neema alikuwa amekonda kiasi cha kutisha. Macho yake yalikuwa na rangi ya njano iliyokolea, ishara kuwa ini lake lilikuwa limechoka kupigana na sumu ya konyagi. "Rafiki yangu," alisema kwa sauti ya kukwaruza, akijaribu kunyoosha mkono wake uliokuwa na mirija ya dripu. "Unaona jinsi dunia ilivyo na dhihaka? Wakati nakufa ndipo milango inafunguka." Katika hali ya kushangaza, mabadiliko makubwa yalitokea. Baba yake Neema alikuwa amefanya safari ya siri kwenda Dar es Salaam. Alikwenda Masaki na kupiga magoti mbele ya Silas. Alimweleza Silas ukweli. Alimwambia kuwa dhahabu yake imemshinda Neema na sasa binti yake anayeyuka kama mshumaa. Silas alikuja hapa Iringa. Neema alinisimulia huku akitabasamu kwa uchungu. Alikuja na lile gari lake kubwa la kifahari, lakini safari hii hakuja na mawakili wala polisi. Alikuja na Ethan na Elena. Ilitokea muujiza. Silas alitumia ushawishi wake ofisini kwetu. Aliahidi kugharamia matibabu yote ya Neema kwa sharti kuwa asifukuzwe kazi mpaka pale Mungu atakapoamua hatima yake. Silas, labda kwa mara ya kwanza, aliona kivuli cha mauti kikiwa na nguvu kuliko kivuli cha dhahabu yake. Siku ile watoto walipoingia hapa wodini, Neema aliendelea huku machozi yakimtoka kwa wingi. Nilihisi kama roho yangu inarudi mwilini. Elena alinitambua. Alikimbia na kunikumbatia akilia, "Mama, mbona umekuwa mdogo hivi?" Niliona ndani ya macho yao kuwa bado walikuwa wananipenda licha ya uongo wote walioambiwa. Silas alifanya uamuzi ambao hakuna mtu alitegemea. Alimwacha Elena abaki Iringa ili awe karibu na mama yake. Kwa wiki chache, Neema alionekana kupata nafuu. Uwepo wa Elena ulimfanya aache kunywa kwa muda. Kila asubuhi Elena alikuwa ananiambia, "Mama, usinywe ile dawa inayotoa harufu mbaya." Neema aliniambia huku akicheka kidogo. Ilikuwa ni mara ya kwanza baada ya miaka mingi nilihisi thamani ya kuitwa mama. Nilijitahidi, rafiki yangu. Nilijitahidi kweli kuacha ulevi ili Elena anionone nikiwa sawa. Lakini sumu ilikuwa imeshaingia ndani sana. Licha ya watoto kurudi, Neema alijua kuwa muda wake ulikuwa umekwisha. Alikuwa anakuja ofisini na kufanya kazi kwa bidii ya ajabu, kama vile alikuwa anajaribu kufidia miaka 10 aliyopoteza kule Masaki. "Unajua kwa nini Silas amebadilika sasa?" Neema aliniuliza, akinitazama kwa macho yaliyojaa hekima. "Sio kwa sababu ananipenda, ni kwa sababu amegundua kuwa dhahabu haiwezi kununua msamaha wa marehemu. Lakini nimeshamsamehe rafiki yangu. Nimesamehe ili Elena apate amani." Siku ya mwisho ya Neema ofisini,
Aliniita na kunipa faili moja la siri. Hii ni kwa ajili ya Elena atakapokuwa mkubwa. Mwambie mama yake hakuwa mlevi tu, alikuwa mwanamke aliyepigania haki yake ya kuwa binadamu. Afya yake ilidhoofika ghafula saa chache baada ya kumaliza kazi yake. Alizimia akiwa amemshika Elena mkono wakitoka geti la ofisi. Nikiwa nimesimama pale hospitalini, niliona jinsi Neema alivyokuwa akipumua kwa tabu. Alikuwa ameshinda vita ya kazi, ameshinda vita ya watoto, lakini alikuwa anapoteza vita ya mwili. Alikufa akiwa na cheo chake, akiwa na heshima yake ya ofisini, na muhimu zaidi, akiwa na mkono wa Elena ndani ya mkono wake. Kivuli cha dhahabu kilikuwa kimeondoka, kikaacha ukweli wa mwanamke aliyepambana mpaka tone la mwisho la uhai wake. Tumefika tamati kwa leo, lakini safari ya hadithi hizi ndiyo kwanza inaanza. Ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo na simulizi nyingine kali kama hizi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, share simulizi hii na rafiki zako, na tuandikie kwenye comment ni jambo gani limekugusa zaidi leo. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Asante kwa kuwa nami.